Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha neno la Mungu. Leo tarehe 14 Disemba mwaka 2025, tutakuwa na kitu kingine cha kujifunza. Na pengine kabla sijasema tutajifunza nini, Biblia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kuonyana. Sasa ni wajibu wetu kufundishana na kuonyana na kukumbushana neno la Mungu. Kwa hiyo ndicho tutakachokifanya leo. Kwa hiyo karibu kujifunza neno la Mungu, na leo tutaangalia maandiko 12, maandiko 12 ambayo yatakusaidia wewe kushinda mashambulizi ya adui. Maandiko 12 ambayo yatakusaidia kushinda mashambulizi ya adui. Na maandiko haya yatakusaidia sana wakati unapokuwa kwenye maombi, unapokuwa unafanya dua zako, unapokuwa unafanya sala, basi yatakusaidia sana unapokabiliana na changamoto mbalimbali au katika maombi yako ya kila siku ya kawaida. Sasa kabla hatujaanza kuyatamka, kabla hatujaanza kushughulika na maandiko haya, pengine nitoe wito kwamba maandiko haya tutakayokuwa tumeyajadili leo uyakariri, uyashike kichwani mwako ili uweze kuyatamka kwa kichwa chako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Angalau hata ukikariri maandiko kadhaa si jambo baya. Unajua tumetofautiana uwezo wa kukariri mambo. Kwa hiyo ukiweza kuyakariri yote itakuwa vema. Ukikariri baadhi yake itakuwa vema pia. Lakini jambo la pili ni kwamba maandiko haya tutakayojifunza wakaririshe watoto wako. Anza mafungu yale ambayo ni mafupi kuelekea mafungu ambayo ni marefu. Yale ambayo ni marefu yakae mwisho, yale ambayo ni mafupi yakae mwanzoni. From simple to complex. Kwa hiyo wakaririshe watoto wako, itawasaidia. Wakiyahifadhi hayo maneno kichwani mwao, itawasaidia sana watakapokuwa wanaendelea kukua, na itawasaidia katika ustawi wao wa kiroho. Neno la Mungu linasema mfundishe mtoto njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo haya maandiko tutakayoyasoma hapa, basi wakaririshe watoto wako. Hakikisha watoto wako wamehifadhi kichwani. Sasa tuanze moja kwa moja maandiko yetu ambayo tutakuwa tukiyapitia leo. Nimesema maandiko 12. Andiko la kwanza linatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa neno hili linaweza kutumika pale ambapo mawazo yako yamevamiwa. Pale ambapo unahisi kwamba mawazo yako yamevamiwa, shetani ameingiza mawazo yake kwenye kichwa chako, basi unapaswa kutumia ili andiko. Na utajuaje kwamba shetani ameingiza mawazo yake kwenye kichwa chako? Utajua hilo kwa sababu ndipo utakapoanza kukata tamaa, ndipo utakapoanza kuwaza kushindwa, ndipo utakapoanza kuwaza kukufuru dhidi ya Mungu. Yaani kukufuru dhidi ya Mungu ni kama vile kusema Mungu hayupo, ni kuanza kusema Mungu hanisaidii na vitu kama hivyo. Sasa mawazo hayo yote si wakati wote yanaweza kuwa ni ya kwako, lakini wakati mwingine yanatokana na adui shetani anayapanda. Lakini yakishakaa kichwani mwako, yakisha jizoesha kichwani mwako, basi yanakuwa mawazo yako, na matokeo, yani ile dhambi utakayoifanya kutokana na mawazo hayo itakuwa ni ya kwako. Kwa hiyo sasa
yashinde hayo mawazo kwa kutumia maandiko haya, kwamba silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika nguvu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kiinukacho kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa sababu vitu vyote vitakavyokuja wewe kutaka kukuondoa kwenye mstari wa Mungu vitakuja kwa mfumo wa mafundisho. Kwa hiyo hakikisha unateka nyara kila fikra ipate kumkiri na kumtii Kristo. Kwa hiyo hilo ni andiko la kwanza ambalo litakusaidia pale unapopambana na mawazo ambayo yanataka kukutoa kwenye imani au yanataka kukutoa kwenye kumwamini Mungu au kumtumainia Mungu. Andiko la pili linatoka kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Yohana wa kwanza 4:4. Ni rahisi kukariri hilo. Anasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia hii. Sasa hili andiko linatumika pale unapopata vitisho, pale ambapo shetani anapokutia hofu, pale ambapo kuna mazingira ambayo ni magumu, ambayo pengine shetani ameleta matisho mbalimbali. Sasa jua kabisa kwamba Mungu atakushindia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye aliye ndani yako wewe, yani Mungu, ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Kwa hiyo usiogope. Andiko la tatu linatoka katika kitabu cha kitabu cha nabii Isaya sura ya 41 mstari wa 10 mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nami nitakusaidia, nami nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ndivyo Mungu anavyosema. Umeona? Sasa andiko hili linaweza kukusaidia pale ambapo unahisi kukosa msaada, pengine unahisi hakuna mtu anayekusaidia, au pale ambapo unatishwa, au pale ambapo unaona uko vitani. Sasa neno la Mungu linasema usiogope. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Usifadhaike, usije ukadhania kwamba Mungu amekuacha. Mungu atakutia nguvu, muite, atakutia nguvu, atakusaidia, naye atakushika kwa mkono wake. Umeona? Kwa hiyo unapopata changamoto mbalimbali, matatizo, wewe kimbilia kwa Mungu. Mwambie Mungu na mkumbushe Mungu fungu hili. Mkumbushe Mungu andiko hili kwamba Mungu umeahidi ya kwamba nisifadhaike, kwa kuwa utanitia nguvu. Kwa kuwa utanisaidia na utanishika kwa mkono wako wa kuume. Umeona? Mkumbushe Mungu. Umeona? Kwa hiyo na Mungu atakutendea, Mungu ataondoa shida zako, Mungu atatatua matatizo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu wa ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni andiko la 3. Andiko la 4, mtu wa Mungu, linatoka katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, na wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Pale ambapo neno hili litatumika pale ambapo pengine umepata uvamizi, pengine unaona kabisa kwamba kuna maadui, na anaposema nyoka na nge si nyoka na nge hawa. Nyoka na nge wanaweza kuwa ni wanadamu. Ndio ambao wanakuja na kufanyika kuwa nyoka kwenye maisha yako. Wanadamu wanafanyika kuwa nge katika maisha yako. Sasa pale ambapo uvamizi wa namna hiyo wa watu maadui, nguvu za giza, nguvu za mapepo, nguvu za majini, nguvu za wachawi na waganga. Umeona? Maana mtu anaweza kaenda kwa mganga kukuloga, mtu anaenda kwa wachawi kukuloga. Sasa mtu anakutumia majini. Sasa neno hili likusaidie kwamba tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Mkumbushe Mungu kwamba Mungu umetuahidi kwamba umetupa nguvu za kukanyaga.
Kwa hiyo ninakanyaga nguvu hizi za adui za nge na nyoka. Kanyaga kabisa kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Na Mungu atakusaidia. Uwe na imani, usitie shaka moyoni mwako. Ondoa wasiwasi. Umeona? Mtumaini Mungu naye atakusaidia. Andiko la 5. Andiko la 5 linatoka kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Yakobo 4:7. Anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Unaona? Andiko hili linafaa pale ambapo unapambana na mashambulizi yoyote ya shetani, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu anaposema mpingeni shetani, kwa kupitia mtumishi wake anatuhakikishia kwamba tukimpinga shetani, tukimtii Mungu na kumpinga shetani, huyo shetani atakimbia na Mungu atatusaidia. Lakini sasa zingatia hiki kipengele cha kwanza katika hili andiko. Anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani. Ina maana kwamba kufanikiwa katika kumpinga shetani kunakuja kwanza kwa kumtii Mungu. Sasa kumtii Mungu ni kufanya nini? Kumtii Mungu ni kushika sheria ya Mungu. Kumtii Mungu ni kufuata sheria yake. Hakikisha kwamba umejiepusha na uovu, umejiepusha na dhambi, umejiepusha na kuua watu, umejiepusha na uzinzi, umejiepusha na usengenyaji, umejiepusha na mambo mbalimbali ambayo yanamkasirisha Mungu. Yaani ujiweke safi mbele, na kama una dhambi tubu, ndio kujiweka safi. Biblia inasema unioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Kwa hiyo Mungu ukitubu makosa yako atakuosha kwa damu ya Yesu nawe utakuwa safi. Sasa umtii Mungu kwanza ndipo umpinge shetani. Lakini kama ukiwa una hatia mbele za Mungu, yani you feel guilty, una makosa, yale makosa yanakuwa ni mlango wa shetani kuingia kirahisi kwenye maisha yako. Umeona? Yaani itakuwa ngumu kumpinga shetani. Yaani shetani atakuwa anakucheka tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiangalia anaiona dhambi, anaiona hatia ndani mwako, anaona hoja ya msingi ya kumwambia Mungu kwamba asikutetee. Kwa sababu gani? Kwa sababu una makosa. Si mnakumbuka kile kisa cha Ayubu? Katika kisa cha Ayubu, shetani anamwambia Mungu, anamwambia Mungu, tena ukumbuke Ayubu yeye alikuwa na haki, lakini bado shetani alikuwa anatafuta. Anamwambia Mungu, kwa sababu huyo umempa mali, kwa sababu huyo mtu umempa utajiri, ndio maana anafanya nini? Anakuabudu. Umeona? Kwa hiyo hakikisha unaondoa vitu vinavyoweza kumpa shetani haki ya kisheria ya kukudhuru wewe. Umeona? Ndipo utakapokuwa na uwezo wa kumpinga shetani. Kwa hiyo kumbuka kipengele hiki cha mwanzo cha kumtii Mungu ili uweze kumpinga shetani. Kwa hiyo andiko hili la 5 litumie, na unapoona kwamba umetenda dhambi, kimbia mara moja, nenda ukatubu mbele za Mungu ili kujirejeshea ile haki ya kumpinga shetani, kufunga ule mlango wa kuruhusu mabaya ya kupate kwa sababu ya dhambi ulizonazo. Kwa hiyo hilo ni andiko la 5 litakalo kusaidia sana. Mwambie shetani, ninakupinga kwa damu ya mwanakondoo. Ninakupinga, naye atakukimbia, na akiona kabisa, anaona kwamba hakuna mwanya wa kuingia kwako, kwa sababu haki ya Mungu, nuru ya Kristo inaangaza ndani mwako. Andiko la 6. Andiko la 6 linatoka kwenye kitabu cha Warumi 8. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi 8:1. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Andiko hili linafaa pale ambapo unapoambiwa dhambi zako ni nyingi. Yaani pale ambapo unashutumiwa kwa sababu ya dhambi zako. Unaposhutumiwa kwa sababu ya dhambi zako. Pale ambapo mtu au shetani anakuambia Mungu hawezi kukusamehe. Mtu anaweza kama ni mtu atakwambia katika hii hali ya kawaida. Shetani atakwambia kwa fikra. Utaona mawazo yanakuja kichwani mwako kwamba hivi mimi naweza nikasamehewa kweli? Mungu anaweza kunisamehe? Pengine
umetoa mamimba kama mengi kama yote, pengine umeua watu wengi, pengine umekuwa mchawi kwa miaka mingi, umeona, pengine umelala na waume za watu mpaka mtaa mzima unajua wewe ni mke wa mtaa, umeona, au mke wa kata, sijui ni mke wa wilaya sasa, umeona, au pengine umelala na wanawake mtaa mzima, umemaliza wanawake wote ni wakwako, umeona. Sasa unapokuwa una mambo kama haya mazito mazito, kumbuka neno la Mungu linasema kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, nitawaosha nanyi mtakuwa kama theluji. Mjapokuwa waovu kama bendera, nitawaosha mtakuwa weupe kama sufu. Kwa hiyo unapokuwa umekwenda mbele za Mungu, umetubu, umejutia makosa yako, umetubu dhambi zako, basi ujue kwamba neno hili linakuja kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mawazo haya yanapokuja, au hukumu hizi zinapokuja, au mashutumu yanapokuja, usiogope, ulikumbuke neno hili, mwambie shetani au mwambie mtu anayekuhukumu ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mwambie mimi nimetubu dhambi zangu. Mwambie Mungu amenisamehe. Ni kweli mimi nilikuwa mwovu. Ni kweli mimi nilikuwa na dhambi, lakini Mungu amenisamehe. Umeona? Na sasa anapokuwa ni shetani analeta mawazo, mwambie hivyo hivyo katika maombi, piga magoti, mwambie ninakupinga shetani. Mimi sina adhabu tena kwa kuwa nipo katika Kristo Yesu. Hilo ni andiko la Warumi 8 mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Andiko la 7. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Maneno ya Mungu yanasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Sasa andiko hili linafaa pale ambapo unategwa ili ufanye makosa, mfano kushawishiwa kuingia katika dhambi. Pale unaposhawishiwa kuingia katika dhambi yoyote, ama wizi ama uzinzi au dhambi yoyote ambayo unakuwa unashawishiwa kuingia. Sasa unapokuwa katika hiyo hali, kumbuka ili andiko kwamba mshtaki anazunguka, yani mshtaki yuko around hapo, anazunguka huyo Ibilisi kama simba ungurumaye, anawinda akumeze. Umeona? Na ndio maana anasema pale mbele, mpingeni mkiwa thabiti. Na shetani kimsingi anapokuwa anakuwinda, kuna mambo mawili. Anakuwinda ili akuangamize, yani kwa maana kwamba ufe kabisa. Umeona? Na mara nyingi shetani anapenda ufe katika dhambi. Umeona? Au anataka akuangushe katika dhambi. Yani amekuona kwamba wewe umenyoka. Kwa hiyo anakuwinda sasa ili akuangushe kwenye nini? Kwenye dhambi. Kwa hiyo hali kama hiyo inapojitokeza, yani mazingira ya dhambi yanaposogea karibu na wewe, umeona? Kumbuka neno hili kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye anazunguka, yani anakuwinda. Umeona? Sasa anasema nini? Petro anasema, mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua mateso yale yale yanatimizwa na ndugu zenu walioko duniani. Unajua wakati mwingine kuikataa dhambi kuna gharama. Umeona? Wakati mwingine kukataa dhambi, yani unaweza ukateseka kwa namna fulani, watu wanaweza wakakudharau, watu wanaweza wakakunenea maneno mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unataka kukaa sawa na nani? Na Mungu. Unataka kupatana na Mungu. Unataka kumpendeza Mungu. Umeona? Sasa inapotokea katika hali hiyo, watu wanakuzonga, wanakusema vibaya, wanakushutumu. Umeona? Ujue kwamba na ndugu zako katika Kristo hata mahali pengine duniani wanakumbana na hayo kwa ajili ya Yesu Kristo.
Kwa hiyo uwe thabiti katika imani, ukijua kwamba hata wenzio wanapata shida, wanapita kwenye changamoto hizo hizo. Kwa hiyo uvumilie, usije ukaanguka kwenye dhambi kwa kudhania kwamba pengine hayo mateso yanakupata wewe peke yako. Kwa hiyo vumilia kwa ajili ya Kristo. Vumilia kwa ajili pia yako mwenyewe, kwa maana ya ustawi wako wa kiroho. Vumilia kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Lakini vumilia kwa ajili ya heshima yako, kwa sababu wakati mwingine shetani analeta mambo ambayo yanakuangusha kwenye dhambi. Yakisha kuangusha kwenye dhambi, inakuwa ni aibu kwako. Yaani hapa nazungumzia maisha ya kawaida sasa. Inakuwa ni aibu kabisa kwako mwenyewe. Kwa hiyo mpingeni shetani mkiwa thabiti katika imani. Ulinde imani yako. Uishindanie imani yako. Uilinde katika hicho kitu ambacho shetani anataka kuangusha. Hilo lilikuwa andiko la 7. Twende namba 8. Namba 8, Mathayo 16:19. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 19. Maneno ya Mungu yanasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hiyo ina maana gani? Hiyo inamaanisha kwamba wewe ukiwa safi mbele za Mungu umepata funguo za kufungulia baraka zako, kufungulia baraka za watoto wako, kufungua baraka zako kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye kilimo chako, kufungua baraka kwenye huduma yako unayoifanya, kufungua baraka zako kwenye elimu yako, kufungua, na sio baraka zako tu, baraka zako wewe na baraka za watoto wako na baraka za watoto na watoto wa watoto wako, kwa sababu ukiwabariki wao, Mungu anaweza kukubariki wewe na hao watoto wako, kama ambavyo Mungu alimwahidia Ibrahimu kwamba nitakubariki wewe na watoto wako. Umeona? Kwa hiyo Mungu amekupa funguo. Mungu amekupa funguo, yafungulie yaliyo mema. Yafungulie yaliyo mema, lakini pia yafunge yaliyo mabaya. Zuia kwa njia ya sala, kwa njia ya dua, kwa njia ya maombi. Funga hayo yaliyo mabaya. Funga yaliyo mabaya, funga madhara, funga hasara, pengine ni kwenye biashara au kwenye kilimo, kwenye nini, funga hasara, fungulia faida. Funga yote mabaya ambayo yanaweza yakakupata. Funga wapige upofu majambazi na wezi wasikuibie. Sio kila wakati unanunua kitu kesho umeibiwa, unanunua kitu kesho umeibiwa. Funga hayo yote kwa sababu umepewa funguo za kufunga mabaya na kuyafungulia mema. Na Mungu ametuahidi. Mwambie Mungu kwamba Mungu umeahidi kwamba nikiyafungua yatafunguliwa na huko mbinguni, na nikifunga yatakuwa yamefungwa. Kwa hiyo mkumbushe Mungu, na Mungu ni mwaminifu wa ahadi zake, atafanya. Hilo ni andiko la 8. Andiko la 9 linatoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 17. Isaya 54:17. Neno la Mungu linasema, kila silaha itakayofanyika dhidi yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Sasa kila silaha itakayofanyika, unajua hapa duniani tunapambana na mambo mengi. Sana. Mambo mengine unaweza kukuta kuna mtu ameenda kwa mganga kukuloga, kuna mtu ni mchawi yeye mwenyewe anakuloga. Umeona? Lakini neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema kila silaha itakayofanyika dhidi yako haitafanikiwa. Sasa mkumbushe Mungu kwamba Mungu umesema kila silaha itakayofanyika dhidi yangu haitafanikiwa. Mwingine anakufanyia zengwe, mwingine anataka kusababishia uharibifu, mwingine anataka kukuharibia kazi yako, mwingine anataka kuharibu biashara yako. Umeona? Mwingine anataka yani vita ni vingi kama mnavyojua, kama sisi kama wanadamu kuna vita vingi hapa duniani ambavyo tunakabiliana navyo. Kwa hiyo
kila silaha, mkumbushe Mungu kwamba umesema Mungu ya kwamba kila silaha itakayofanyika dhidi yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika uhukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Na hapa anamaanisha kwamba hata watu wakikuundia kesi, wewe utawashinda kwa sababu utawahukumu kuwa wao ndio wakosa. Kwa nini? Kwa sababu wewe wakati wote umejiepusha na uovu, wakati wote umekuwa sawa na Mungu. Umeona, umejiepusha na dhambi. Lakini hiyo haina maana kwamba watu hawatakuundia mizengwe, watu hawatakuundia mambo ya uongo, watu hawatakusingizia, watakusingizia. Umeona? Kuna watu wengine wanakuchukia tu, lakini hata ukiwauliza wanakuchukia nini, hata hawawezi kukueleza wanakuchukia kwa sababu gani. Yaani umuulize mtu, hivi wewe kaa chini utafakari, fumba macho vizuri chumbani kwako, unanichukia kwa sababu gani? Yaani ukimuuliza anaweza hata asipate majibu kwamba anakuchukia kwa sababu gani, lakini anakuchukia kabisa. Umeona? Sasa anaweza kufanya, usidhani kwamba mtu anayeweza kufanya uadui na wewe ni yule ambaye pengine mmekorofishana. Wakati mwingine mtu anaweza kukuchukia hata sababu hana. Umeona? Mwingine anakuchukia kwa sababu fulani anakuchukia, yani ana join company fulani ya wanaokuchukia. Umeona? Lakini yeye mwenyewe hana hata sababu ya kukuchukia. Sasa wote hawa watafanya silaha mbalimbali. Zipo silaha ambazo zitatoka rohoni, zipo silaha ambazo zitakuwa za kimwili kabisa. Wengine watakualikia na wezi, majambazi ili waje wakudhuru. Kwa hiyo mwambie Mungu, ninaomba msaada wako kwa sababu umesema katika neno lako kwamba kila silaha itakayofanyika dhidi yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Na umeahidi Mungu ya kwamba huo ndio urithi wangu wa mimi mtumishi wako. Mkumbushe Mungu naye atakusaidia. Andiko la 10. Twende namba 10. Namba 10, Warumi 8:37-39. Warumi 8:37-39. Neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo unapoendelea kupambana katika maisha ya kila siku, maisha ya kazi, maisha ya kuishi na watu, mambo ya kijamii, mambo ya kisiasa, mambo ya kielimu, mambo ya kiafya, sema kwamba Mungu ameahidi kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda, kwamba Mungu ametupenda na yeye ndiye anayetusaidia kushinda, kwa sababu hatuwezi kushinda kwa nguvu zetu, lakini kwa nguvu za Mungu hatuwezi kushindwa. Tunashindwa kila kitu tusipokuwa na Mungu, lakini tunashinda kila kitu pamoja na Mungu. 11. Andiko la 11 linatoka Wakolosai 1:13-14. Wakolosai 1 sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo neno hili linafaa pale ambapo unasumbuliwa pengine na nguvu za giza. Pengine uliwahi kushiriki maagano mbalimbali ambayo uliyafanya huko mwanzoni, au pengine familia yako ilifanya maagano mbalimbali ambayo yamekuwa yakitesa familia. Basi mkumbushe Mungu kwamba Mungu umesema ulitutoa katika nguvu za giza na ukatuhamisha na ukatupeleka katika ufalme wa mwana wa pendo lako Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu atakusaidia, atakutoa katika hilo, kwa sababu kama nilivyosema, Mungu ni mwaminifu wa ahadi zake. Amesema katika mahali pengine, yeye si mwanadamu hata aseme uongo, si mtu hata ajute. Kwa hiyo Mungu atakusaidia na atakuondoa, atakuepusha na madhara yote ya nguvu za giza, kwa sababu tayari wewe ni wa ufalme mwingine. Wewe ni wa ufalme mwingine, ni ufalme wa mwanakondoo. Wewe ni ufalme wa Yesu Kristo. 12 na neno la mwisho. Neno la mwisho la 12 linatoka katika kitabu cha Ufunuo, nacho kitabu hiki ni cha mwisho.
Na neno hili ndilo la mwisho kwa leo. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11, neno linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Sasa unapokuwa upo katika mapambano, kumbuka unapokuwa unasali, unapambania kitu, kwa sababu kumbuka chochote unachokipigania, chochote kile unachokipigania ni lazima ukipiganie kwanza kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Anza kukipigania kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kama unataka mali, muombe Mungu kwanza rohoni. Kama unataka ustawi wa kiroho, kufanikiwa katika huduma yako, muombe Mungu kwanza rohoni. Kama unataka kupublish paper vizuri, anzia wewe msomi, anzia kwenye ulimwengu, muombe Mungu akusaidie, kwa sababu katika Mungu kuna maarifa yote. Kama unataka kufanya biashara fulani, anza na Mungu, kwa sababu Mungu ndio yeye anasema kwamba utajiri na heshima vinapatikana kwake, dhahabu na fedha ni mali yake. Umeona? Sasa vikwazo vinakuja hata katika imani, vikwazo vinakuja. Wakati mwingine imani yako itapingwa, lakini neno la Mungu linasema wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo katika yote yale unayoyapitia yale, kumbuka kwamba utashinda. Kwa nini? Kwa damu ya mwana-kondoo. Iite damu ya Yesu, muombe Bwana Yesu akufunike. Yeye awe mbawa zako. Bwana Yesu yeye awe ngao, yeye awe kigao. Tena Bwana Yesu awe nyumba yenye maboma, mahali ambapo patafanyika kuwa kimbilio kwako. Umeona? Na sasa mkumbushe kwamba imeandikwa Bwana ya kwamba wale ndugu zetu wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na mimi ninashinda. Kiri ushindi kwa hiyo damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo uwe na ushuhuda mzuri, mseme Yesu wala usione haya Injili, na ndipo na Yesu na mwenyewe hataona haya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni neno letu la mwisho hili leo ambalo linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Na mimi ninakutakia ushindi kwa damu ya mwana-kondoo. Ninakutakia nguvu, mafanikio, ustawi kwa damu ya mwana-kondoo Yesu Kristo. Basi ni andiko gani ambalo umelipenda sana? Hebu comment hapo chini, comment hapo kwenye comment, niweze kujua kwamba ni andiko gani ambalo limekuvutia na limekutia nguvu katika safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Mungu akusaidie katika safari yako ya maisha ya kawaida ya kimwili na maisha yako ya kiroho katika safari ya kwenda mbinguni. Ubarikiwe na Jehova Mungu akusaidie.